We Juma, leo umekuja hivyo? Haya, karibu. Asante bibi. Haya, umekutana na mzaruba gani ndugu yangu? Shikamoo bibi. Marahaba. Ujambo? Sijambo. Haya, za uko ulikotoka? Nzuri bibi yangu. Haleti habari. Bibi, najua umenishangaa sana. Kwa sababu maisha niliokuwa naishi na dunia niliokuwepo tofauti na dunia niliokuwa nayo na maisha niliokuwa nayo kwa sasa. Sawa. Bibi, nimeamua kubadilika bibi. Nimeamua kumrudia Mola wangu. Bibi, najua nimeondoka hapa kwa kashfa, matusi, dharau. Lakini yote na yote bibi, nisamehe. Nimekutana na watu wengi sana bibi, wamenipa maneno ya Mungu. Yameniingia bibi, na ndio maana nimeamua kubadilika. Hivyo bibi, nimerudi nyumbani tena kwa mara ya pili bibi. Naomba nisamehe sana. Na kama Mungu atajalia, basi inshallah nikipata mume niweze kuolewa bibi. Nibadilike kabisa. Weye? Nimetubu bibi. Wewe unakubali kuolewa? Mimi bibi, ndio. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Amekutoa ulikopotea, amekurudisha nyumbani. Nashukuru sana mkuu wangu. Mungu atakusaidia, atakujalia. Tutafunga Ramadhani, tutamaliza. Basi litakalotokea lolote, kama atakuwepo mume utaolewa. Nashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza nashukuru kwa kunisamehe. Na mimi nimeshakusamehe moja kwa moja. Sina shida. Mimi zali umesharudi, mimi nimeshakusamehe. Sasa bibi. Leo tunapika futari. Kwanza peleka begi ndani. Sawa, lakini tunapika futari. Peleka begi ndani, tutajua kama tunakoroga uji au tunapika futari. Wewe peleka begi ndani. Bibi bwana, miuji yako bwana, bora atacha pike vichai kidogo na vifutari kidogo, tumbo lipate usiku. Apike nani vifutari? Sasa kumbe nani, mimi mgeni nimefika. Umeileta? Shughuli. Na kwa mara nyingine nashukuru sana Shembegu bwana, nashukuru. Isipokuwa kitu kimoja Shembegu, kwamba kuna sehemu huku nielekee nako pia nikapige dua. Sasa niko naomba tuharakishe kidogo, ili mradi hapa kama kuna kitu kimepelea, basi tufanye haraka hapa tupige dua, inshallah tuweze kuwa sehemu nyingine. Maalim bwana, karibu sana. Ila tu kikubwa leo hapa bwana, mimi nimekuita, sijakuitia dua. Ila tu hivi, unakumbuka ile siku niliyokuita hapa ya kwanza, mara ya kwanza kuingia kwenye nyumba hii kuja kupata swadaka? Ya, nakumbuka. Yes. Ile siku bwana, mimi nilikuwa na kamshara kangu nimepokea, nimekaweka pale kwenye meza pale. Mimi na mke wangu tulitoka, tukaingia ndani. Baada ya kutoka ndani, hatukukaa tena hapa. Tukafika tu na kukusindikiza. Baada ya kurudi hapa, nashangaa kiasi changu cha pesa pale hakuna. Na humu ndani tulikuwa tu hawa watatu. Mimi, wewe na wife. Sasa mimi bwana, cha kusema, shehe wangu wewe ni mwizi. Shembegu, unamaanisha mimi ni mwizi? Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Yaani mshahara wangu mimi nimeweka pale, nimehifadhi kwa ajili ya Ramadhani hii, mimi na mke wangu kitufae, tunakuita uje tufanyie jambo hapa, wewe unachukua pesa yangu mimi? Analia. Unalia. Yaani wewe uliyeiba unalia. Ya sisi
Unajua tumeumia vipi na hili swala? Kiasi chetu cha pesa umechukua. Unajua tumeumia vipi? Wewe eti unalia, unajilizaliza tu. Basi na sababu. Shembegu, sikize kwa makini. Sikana kwamba nalia eti kwa sababu tumenishtumu kwamba mimi ni mwizi, ila nalia Shembegu, umejisahau kwamba huu ni mwezi Ramadhani. Huu mwezi Ramadhani itabidi sisi tuweze kupata swala, sisi tuweze kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, tusome sana Qur'ani, yote haya kwa ajili ya kupata fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inamaanisha kuanzia chungu kile cha mwanzo mpaka sasa Shembegu hukuweza kupata kusoma Qur'ani hata siku moja. Qur'ani? Yaani utuibie pesa yetu afu unakuja kutuambia habari za Qur'ani. Qur'ani na pesa wapi na wapi? Ushe vipi huyu? Tena nilipanga nikuzalilishe mbele za watu. Mshukuru huyu mke wangu, mshukuru sana. Nilikuwa nakuumbua mbele za watu. Sikiza Shembegu, ile siku ile mimi hela sijaiba. Siku ile nakumbuka kati tunamaliza kupiga dua, sijajua kitu gani ambacho ulichokifuata huku, upepo kawa umekuja hapo kutoka dirishani, hela zikawa zinapeperuka. Niko bahati mbaya nikazichukua zile hela, nikisema nizirudishe pale, upepo tayari utaendelea tena kufanya jambo lake na zile hela msingi zipata tena. Nikaona bora nichukue msahafu nikaziweka pale kwenye msahafu, lakini nikagafilika kuambia. Nadhani kugafilika kwangu ndio imekuwa tatizo leo. Upepo? Yaani humu ndani yatenga ngumu. Kimbunga au kimetokea wapi? Kwa unajua msahafu ule? Nenda kachukua. Mbona tu msahafu. Sawa. Ya ilahi. Sheikh. Kwa nini wadini nachukua pesa za watu? Tusameane Sham, kuomba po chini ya miguu yako, naomba unisamehe. Sikulijua hili na right, ningejua isingekuwa yote. Nakuomba tusamehe sana Sham. Shembegu, hakika dini ya Kiislamu ni dini ya kuhurumiana, ni kuoneana huruma. Mwenyezi Mungu amekuwa wa kwanza kutuonea huruma sisi waja wake. Lengo tupate kuokoka na twende peponi. Kwa vile Mwenyezi Mungu amechagua leo hii mimi na wewe tuwe Waislamu, twende peponi. Hakika Mwenyezi Mungu anasema kila Alhamisi anasamehe waja wake, hasa wale ambao wanaosameana. Mimi Shembegu nimeweza kukusamehe. Asante sana. Samahani sana. Sawa. Mko.
Bwana sijali, mimi nimesamehe. Shembegu, mimi sina muda mwingi hapa kukaa, isipokuwa na jambo moja. Siku ya Idi pale inakuwa nina muhadhara, na kuomba shehe wangu upate kuhudhuria katika muhadhara wangu. Hiyo haina shida. Mapema sana. Mimi na mke wangu. Wewe hujafika, sisi tushafika eneo la tukio. Kwanza nashukuru sana kwa kutusamehe. Tusameane sana. Na kabla ya yote kidogo hapa bwana, kuna shiwangu hii bwana, pesa kidogo utaka. Chukua shiwangu. Chukua shiwangu. Mimi nashukuru inshallah. Chukua shiwangu. Nashukuru. Shembegu, naitikia wito wako. Naam. Mimi pamoja na mke wangu tutaongozana sote. Amina, Mungu akitujalia. Inshallah. Amina, naomba dua. Usijali. Sameheana shiwangu. Amna, usijali. Mambo ya dunia haya. Ni kweli ni mtihani, Mwenyezi Mungu anatoa gasi midogo. Haya, Amina. Yeah.